kutakuwa na option ya beginner, kwamba wewe ni beginner au wewe ni familia na crypto, sawa, au wewe ni advanced. Wewe utaenda ugusa sehemu imeandikwa advanced, sawa. Utaigusa hiyo moja kwa moja. Ukishaigusa, ikikuletea sehemu ya kudani utadani, ikikuletea sehemu ya kuconfirm utaconfirm. Ukigusa ikakurudisha ukurasa kama huu, basi unakuwa ushamaliza, sawa. Basi utarudi kama hapa. Kama unaandika dola zote utaweka max. Kama unaandika labda 12 utaandika 12 kulingana na dola ambazo unataka zije kwenye account yako. Sasa mimi kwenye spot hakuna, kwa sababu yote ipo kwenye future, sawa. Kwa hapo nakuelekeza tu namna hiyo. Kwa ukishamaliza hapo utamax. Ukishamax unakuja hapa ya, kama ni zote utamax, kama ni hizo chache utaandika. Baada ya hapo utakuja hapa confirm transfer. Ukisha confirm transfer hapa, basi utakuwa pesa yako imeshahama kutoka kwenye spot wallet imekuja kwenye future. Kwa hiyo itakuja itokee hapa, sawa. Hiyo pesa, hizo dola zako zitakuja zitokee hapa, sawa. Kwa hiyo zitasomeka hapo kama hivyo, sawa jamani. Nadhani tunaendelea vizuri. Sasa baada ya hapo, kitu kingine cha kufanya sasa, ni vitu hivi ambavyo nilishakuelekeza toka kwenye ile somo la kutrade, sawa, ambayo cha kuzingatia ni hapa kwenye hiyo, sawa. Utakuja uzingatie hapa, utakuja uzingatie hapa kwenye market, sawa, alafu na hapa, sawa. Hivi yote ninavyokuelekeza hivi vipo. Sasa twende tukakopi signal yetu, sawa, kama nilivyoonyesha kule mwanzo. Tunaenda kukopi kwenye signal yetu. Tunaangalia signal yetu inaitwa nini, jina lake. Sasa jina lake inatakiwa tuandike link, ndio jina la signal, afu pair yake ni USDT. Kwa hiyo tunanunua link kwa kutumia USDT. Haya, hapa tumeandikiwa long. Long ni ku buy. Tukija hapa kwenye Binance utaona long hii hapa kwenye ku buy. Ukikuta umeandikiwa short, basi ni kuseli. Kwa hiyo hizo ni lugha tu ambazo zinatumika. Buy badala yake ni, yani buy ni sawa na long, afu sell ni sawa na short, sawa. Kwa hiyo inaitwa link USDT. Tuseme hapa hujakuta link, sawa. Labda useme umekuta iko Doge, mfano kama hivi. Tunaona hapa ni Doge, na hapa ni Doge. Sasa tuseme umekuta hapa kwa Doge. Sasa utagusa hapa, utapagusa hapa, utapagusa hapa, sawa, palipoandikwa Doge hapo. Wakati labda hujakuta pameandikwa Doge, utavukuta pamegusa, utapagusa hapo, afu utatoa hiyo option ya kusearch hapa. Utasearch, tumeambiwa tuandike link. Tayari ishatokea hapa juu, unaiona hapa imeshatokea. Kwa hiyo utaigusa hiyo, moja kwa moja itakuleta kwenye ukurasa kama huu. Itakapokuleta kwenye ukurasa kama huu, hapa tulionyeshana, hii ndio soko lenyewe, jinsi ya kusoma na nini tulionyeshana kwenye hiyo video iliyopita ya jinsi ya kufanya trade. Basi kwa hiyo tutakachokuja kuona, tayari tulishaweka hiyo currency yetu. Tutakachokuja ni hapa kwenye max, kama vile tu kule tulivyo hapa kwenye 15x, sawa. Tushaelekezana kule kwenye ile video ya kwanza, kwa hapo hapana shida. Baada ya hapo tutakuja hapa market, tulishaelekezana kule. Kama ni limit tunaweka pale market. Hakikisha panakuwa market, sio vinginevyo, panakuwa market. Na hapa kwenye hapa hakikisha ni chini ya 20, kuanzia 20 kurudi nyuma. Kati ya hizo namba kuanzia 5 hadi 20, chagua moja kati ya hizo, andika hapo. Hizo ni 15, hizo ni 10, hizo ni ngapi, lakini isizidi 20 na isiwe chini ya 5. Hapo nadhani tushaelekezana. Baada ya hapo sasa utakuja uangalie hapa, sawa. Hapa ndo tunaita entry point. Hapa kwenye signal tuliona sehemu imeandikwa entry. Tuna sehemu imeandikwa entry. Hii hapa tunaambiwa tuingilie sehemu ya 16.288 kuanzia hapo hadi 16.20.32.8. Kwa maana hiyo, ukikuta signal yako wakati unatumiwa haijafika kwenye hizo namba ambazo imeandikiwa hapo, kati ya 16.288 hadi 16.328, usiingie. Labda kama ipo karibu, mfano labda
116.286 au 87, hapo unaruhusiwa kuingia. Hadi 116.328 au 329 au 33.0, hapo unaruhusiwa kuingia kwa sababu inakuwa bado ipo karibu. Usiingie ikiwa mbali sana. Sawa, hayo ni makosa ya jinai kabisa kwenye biashara hii ya trade. Sawa, ndo hii hapa. Sawa, yani hiyo entry ndo hii hapa. Kwa hiyo unaangalia tu hapa iko ngapi? Iko 17. Tuseme mfano sasa, ukiona imekaribia basi unaweza kaingia, au ikiwa kabisa kati ya hizo namba ambazo zimeandikiwa hapo. Na ukitaka ujue kwamba iko hapa ikiwa inapanda au inashuka, unakuja tu hapa kwenye sehemu ya kuangalia soko hapa. Unaona, unakuja iko kwenye kupanda, iko juu sana. Yaani iko juu au iko chini? Iko juu, ngoja nisubiri ikishuka, au iko chini, ngoja nisubiri ikipanda. Ikifika kwenye point na ingia. Nadhani tunaelewana vizuri hapo, siwachanganyi. Natamani muelewe. Ndio maana nikasema nafundisha kwa njia rahisi kabisa. Sasa baada ya hapo, ukiona entry point yako iko sawa, unakuja sasa unaseti mtaji wako unaoingia nao sokoni. Unaseti vipi? Kama tulivyoelekezana hapa. Unaona hicho kiboksi hicho? Hicho kiboksi hicho. Unakigusa hicho, unakivuta, tulisema mtaji wako unaoingia nao sokoni usizidi 20% ya mtaji wako. Isizidi 20% ya mtaji wako. Chezea kwenye 20% kurudi nyuma, 20 kurudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu ya kulinda mtaji wako. Ukiingia na 100%, ina maana umeingia na mtaji wako wote uliopo kwenye mfuta pale. Kwa hiyo ukipata hasara utakuwa umepata mtaji wako wote. Ndio maana nakwambia ingia na 20% ya mtaji wako au chini ya 20% ya mtaji wako, ili uweze kuulinda pale ambapo itatokea umepata signal imeenda kinyume na matarajio yetu. Ukumbuke hamna biashara ambayo kila siku utakuwa unapata faida. Sawa? Utapata faida, lakini ipo siku ambayo lazima itakuwa ni hasara. Sasa ukiwa umeweka mtaji wako wote, siku ukipata hasara, utapata hasara mtaji wako wote. Lakini kama umeweka 20%, ina maana kuna 80% zimebaki za mtaji wako. Kesho signal nyingine utaweza kuingia. Sawa, utaweza kuingia kwenye signal nyingine. Basi, baada ya hapo tunarudi kuangalia tuliambiwa tunafanya nini? Tuna long au tuna sell? Tuna short. Tuna long. Long iko wapi? Hii hapa kwenye buy. Kwa tunaenda kugusa hapo kwenye buy. Sawa? Tunaenda kugusa kwenye buy ili tunaenda kugusa kwenye buy kama hivyo, alafu tuna confirm. Sawa? Tukisha confirm, order yetu tutaiona hapa position. Utaona kwenye position hapa pamesomeka. Unaona? Pamesomeka 1. Hiyo ni order yetu 1 kwenye position. Sijui tunaeleweka vizuri. Baada ya kuwa umesha set hapo sasa, kwenye umesha buy tayari uko kwenye position, tunaenda kitu kingine. Hapa kwenye nani tumeambiwa kuna stop loss, kuna target. Cha kwanza kuseti baada ya kuwa umesha long au umesha buy au umesha sell au umesha short, kulingana na signal inavyosema, utakuja uweke stop loss. Stop loss unaiona hapa imeandikwa kabisa, hii hapa. Hii hapa kabisa stop loss. Hii hapa. Unaona stop loss? Umeona ndio hiyo stop loss. Kwa hiyo utakuja stop loss ni ngapi? Ni 15.499. 15.499 utarudi hapa. Ukirudi hapa tafuta sehemu imeandikwa TPSL. TPSL. Hii hapa. No, sio hapo. Hii hapa. TPSL. Ina maana ni take profit na stop loss. Nadhani tunaelewana hapo. Baada ya hapo utapagusa sasa hapa. Ukisha pagusa itakufungulia kurasa kama huu. Ikisha kufungulia kurasa kama huu, wewe cha kufanya hivi vitu vingine vyote achana navyo. Njoo kwenye trigger price. Sawa, kwenye trigger price hapo. Hapo ndo sehemu ya kuzingatia. Njoo kwenye trigger price. Baada ya hapo tunarudi zetu hapa. Tuliambiwa stop loss yetu ni ngapi? Ni 15.499. Zingatia stop loss ndo ya kwanza kuseti. Sawa? Basi tunakuja 15.499. Unaona kwenye trigger price mara ya kwanza tuna set stop loss. Basi baada ya hapo tunakuja hapa, tunaonyeshwa hapa
kwamba ikifika kwenye stop loss tutakuwa tumepata hasara ya dola 6.42. Sawa? Haya. Tuna confirm. Vingine vyote acha navyoenda tu confirm. Kwa hiyo tuna confirm mara 2. Sawa? Kama hivyo tusha confirm mara 2. Haya, tunakuja kuseti nini kingine? Tunakuja kuseti take profit. Haya, take profit iko wapi? Tukiangalia hapa hatujaandikiwa kwenye signal yetu. Sasa take profit kwenye signal yetu ni hii target. Hii target ndio take profit. Sawa? Mimi nakushauri usiingie kwenye target ya kwanza wala usiweke target ya pili. Anzia target ya 3, ya 4 na 5. Usifike ya 6 kwa sababu ndo kwanza tunaanza. Hiyo inatakiwa watu ambao tayari yeye alishakuwa mgumu kwenye soko. Yaani alishajua soko na nina kila kitu, kwa hiyo anaweza kuingia tu hiyo target ya 6. Lakini kwa sababu wewe ndo unaanza, nasema sisi kwa sababu mimi na nyinyi ni kitu kimoja, yani kwa sababu nimeamua kuwabeba hivi, kwa ndio maana nasema sisi. Kwa sababu sisi ndo tunaanza, tuanzie walau ya 3 hadi ya 5 tusizidi. Sasa mimi nitachagua hapa ya 3. Take profit ya 3. Sawa? Yani target ya 3 ndo nitaenda kuiseti kama take profit. Narudi hapa. Nikisharudi hapa, mwendo ni ule ule. Hakikisha hapa iko kwenye position. Sawa? Iko kwenye position. Ukishakuwa kwenye position unakuja kwenye TPSL. Vile vile kama tulivyo set stop loss. Hapa TPSL kama kwenye stop loss tu, haina utofauti. Basi baada ya hapo tunakuja tunapagusa. Itatuleta ukurasa ule ule tulioseti take profit. Tunaelekea hapo hapo kwenye trigger price. Kwenye trigger price hapo ndipo tunapoelekea. Hatuendi sehemu nyingine. Tunaenda sasa kuangalia tulisema ni target yetu ya 3 ndio tutaingia nayo. Target ya 3 ni ngapi? Target ya 3 sio hapa. Target ya 3 ni hii hapa. Hii ni target ya kwanza, hii ya pili, hii ya 3, hii ya 4, hii ya 5, hii ya 6. Sisi tumesema tunaingia target ya 3 ambayo ni target ya 3 ambayo ni hii hapa. Unaona target ya 3 ambayo ni hiyo. Ndiyo tutakayoingia nayo kama take profit yetu ya leo, hiyo ya 3. Sawa, ambayo ni 16,817. Sawa, 16,817. Tutarudi zetu hapa kwenye Binance 16 hapa. Tutakuja tuguse hapa ili kwa ajili ya kuandika sasa. 16,817 tunaandika 16.817. Unaona? Hapa kwa sababu tayari signal yetu ipo chini sana, ishatoka huko. Iko chini sana, imeshatoka huko kwa hiyo inaonyesha ni itakuwa bado ni hasara. Sisi tunachokifanya sasa, hatuzingatia hapa, tuzingatie kwa darasa kwa sababu hii ninatolea tu somo. Tutakuja confirm kama kawaida. Hivi vitu vingine usiseti kwa sababu tayari ushaseti hiyo take profit na ndio tumekuja kuchukua. Tuna confirm mara ya kwanza, achana hiyo vitu vingine, tunakuja ku confirm mara ya pili. Tayari tunakuwa tushachukua, tushaweka take profit na stop loss. Zinapatikana wapi? Ziko hapa kwenye open order. Unaona hapo kwenye open order ndio hizo stop loss na take profit zinakuja kukaa. Sawa? Basi baada ya hapo tunakuja tunapagusa hapa ili sasa tuje tuhakiki stop loss zetu na take profit yetu tumeseti sawa sawa. Unaona? Kwa hiyo stop loss ni hapa. Na take profit itakuwa hii hapa. Unaona? Kikawaida inakuwa hivyo kwamba hii ya kwanza itakokuwa hapa chini itakuwa ni stop loss ambayo inakuwa imeandikwa stop market. Huku juu huku ndio inakuwa take profit. Hapa imeandikwa stop market kwa sababu tayari iko juu ya hiyo, ndio maana tumeandikiwa bado ni stop market. Lakini ingekuwa iko chini ya hiyo ingeandikwa take profit. Sawa? Hii stop market ndio stop loss. Sawa? Kwa hiyo ikisha panda ikafika hapa kwenye hizi ambazo tumeandika itajitoa sokoni moja kwa moja. Na ikishuka kwa bahati mbaya labda sikio soko limeenda tofauti ikashuka, ikifika hapa tulipo seti hii stop loss itajikata na itatoka sokoni. Hautakuwa umepata hasara ya mtaji wako wote. Sawa? Hiyo ndio maana ya stop loss na take profit, kwamba wewe unaweza ukaseti order yako kama hivyo. Sawa?
alafu ukawa busy, hauko na simu muda wote, ikapanda hadi ikafika kwenye stop, ikafika kwenye faida, lakini kwa sababu upo sokoni na haukuseti stop au haukuseti take profit, itarudi tena, kwa sababu soko hili la cryptocurrency huwa haliendi moja kwa moja, tunapanda na kushuka, tunapanda na kushuka. Sawa. Kwa hiyo inaweza kama imepanda hadi imefika kwenye faida kubwa, lakini kwa sababu haupo online au haupo kwenye Binance muda huo, itarudi tena, unajikuta imerudi hadi imefika kwenye hasara wakati tayari umeshapata nini? Faida. Sawa. Kwa tunaweka take profit ili ikifika kwenye faida ambayo sisi tumeipendekeza ijikate, irudi kufanya tupate nini? Faida yetu. Na ikienda tofauti, ili isije ikaenda hadi kala mtaji wetu wote, ndio maana tumeweka stop market au stop loss, kwamba ikishuka, ikifika hapo tulipoweka stop loss ijitoe, kwa sababu sisi hatupo muda huo. Sawa, tuko busy na mambo yetu mengine. Kwa hiyo ijitoe, sisi tutakaporudi tutakuja tu tuone matokeo kwenye hapa kwenye mtaji wetu hapo unapokuwa unaonekana. Unaona? Hapo kama tutakuwa tumepata faida, ile pesa tutakayokuwa tumeipata itakuja jumlishe hapa na ule mtaji tulioingia nao sokoni. Tukiingia nao sokoni hapa unatoka. Sawa, hapa inapungua, ili tuingia nao sokoni natoka hapa. Kwa hiyo ikishajichukua faida, ile tulioingia nao sokoni itarudi na ile faida itarudi hapa. Kwa hiyo tukija baadaye tunakuta tayari faida na ile mtaji wetu imesharudi hapo. Unaona? Vivyo hivyo kama ni upande wa hasara imeenda, tutakaporudi tutakuta ile pesa ambayo tumepata hasara itakuwa imeshajipunguza hapo. Ile itakuwa imebaki kwenye mtaji tulioingia nao sokoni narudi hapo, lakini tayari tutakuwa tumeshapata hasara ya zile dola kadhaa ambazo zitakuwa zimetoka kwa upande wa nini? Wa hasara. Sawa. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ya kuseti signal yetu, namna ya kukopi signal na kuiseti na kuingia sokoni na kukaa kusubiria faida. Hivyo, sawa? Bila shaka utakuwa umenielewa. Sehemu yoyote utakapoingia ukaona unakwama, njoo inbox WhatsApp, nitumie message. Ukiona sishiki, sikujibu kwa wakati, piga simu ya WhatsApp call, piga simu WhatsApp call. Mimi nikikuta umenitafuta moja kwa moja nitajua ulikuwa na shida ya muhimu, nitakushughulikia mapema ili wewe uweze kufanya nini? Uweze kutatuliwa shida yako. Basi asanteni, tufuate video nyingine inayofuata.